Kwa jina anaitwa Evelina Noah Mpali, ni afisa itifaki mkoa wa Dodoma UCI. Nimejifunza vitu vingi sana kwenye mafunzo haya itifaki kwa sababu before hapo sikuwa najua kuhusu itifaki, lakini kwenye haya mafunzo nimejua nini maana itifaki na sehemu gani ambayo natakiwa nitumie itifaki. Hasa kwenye jamii ambayo imenizunguka, natakiwa nitumie sana itifaki kwa sababu kuna baadhi ya watu hawafahamu kuhusu itifaki. Asilimia kubwa kwa changamoto upande wa makanisani, watu waliotuzunguka na sehemu mbalimbali ambazo ni taasisi binafsi, kuna baadhi hazifahamu kuhusu itifaki. Kwa hiyo nimejifunza vitu vingi sana kuhusu itifaki na jinsi gani ya kuelimisha watu ambao hawajajifunza kuhusu itifaki. Itifaki ni taratibu rasmi za kimaadili katika jamii. Pia ni taratibu ambazo zinatumika hasa kwenye taasisi, kwenye serikali, kwenye jamii na sehemu nyingi tofauti tofauti, na pia zinaweza kutumika kwenye sehemu nyingi kwa sababu asilimia kubwa ya itifaki unaweza kuitumia kwenye mazingira ambayo kiongozi au kuna baadhi ya watu wana tukio au hafla, unaweza ukatumia ili kuwaweka watu sawa. Nashukuru kwa wale wote ambao wamejitoa, hasa kwa mwalimu wetu, kwa viongozi pia ambao wamejitoa kwa ajili ya kutufundisha sisi, kwa sababu asilimia kubwa ya vijana hatukujua nini maana itifaki, wala mimi sikujua nini maana itifaki. Lakini kwa sasa hivi nimejua kwa upana zaidi nini maana itifaki na sehemu gani ambayo naweza nikatumia itifaki, kwa sababu katika mafunzo ambayo nimeyapata nimejua kupangilia mavazi ambayo natakiwa nivae sehemu gani, na pia nimejua kupangilia sehemu gani ambayo natakiwa nisimame ambapo kiongozi anapita. Aidha kuna mtu yoyote ambaye amenizidi umri, sehemu gani natakiwa nimheshimu. Nimejifunza vitu vingi sana na vitu tofauti sana ambavyo hata mimi hapo mwanzo sikuvifahamu na hapo mwanzo sikuvijua. Nawashukuru sana kwa sababu wamejitoa kwa namna tofauti sana. Kwa majina naitwa Besta Zacho Mseruka, ni mhitimu wa mafunzo ya itifaki. Kwenye mafunzo ya itifaki nimejifunza vitu vingi. Mfano nimejifunza kuhusu table manners. Pia nimejifunza hata mgeni rasmi anapoingia nini kifanyike au nini natakiwa ufanye. Pia unapokuwa mbele za watu nini natakiwa ufanye. Kipengele ambacho nimeona kina umuhimu zaidi kwenye kazi zangu za kila siku sana ni upande wa mavazi. Inatakiwa ujue, nimejifunza kwamba natakiwa nivae nini ninapokuwa wapi. Siwezi kuwa na watu wa heshima afu umevaa nguo za ajabu, hapana. Inatakiwa nivae nguo za adabu, za heshima ambazo hazitaleta taharuki mbele za watu. Pia kwa mimi mwanamke, mapambo ambayo natumia yanatakiwa yasiwe makali ya kuumiza wengine. Napenda kumshukuru mwalimu kwa mafunzo niliyoyapata. Yamenifundisha, nimeongeza elimu pale ambako nilikuwa ninapoaya sielewi yani inaendaje. Lakini kupitia mafunzo haya nimeelewa na nimejifunza. Naishukuru taasisi ya OCI kwa mafunzo haya walioandaa chini ya mkurugenzi wetu Profesa Emmanuel Shija na umoja wa madaktari na maprofesa Tanzania. Kwa majina anaitwa Sefu Amon Mamengo. Nimejifunza vitu vingi katika mafunzo ya itifaki. Cha kwanza nimejifunza maana ya itifaki, na pia nimejifunza aina za itifaki, na pia nimejifunza majukumu ya watu wa itifaki. Kwa kabla sijaanza kujifunza itifaki nilikuwa na changamoto nyingi, mfano kama kwenye uvaaji, aidha na kwenye kuwatambua huyu labda kiongozi wa cheo gani na cheo gani. Lakini sasa nimejifunza, nimeweza kujua vizuri uvaaji wa nguo za manitifaki na sio manitifaki tu, hata katika maisha yetu ya kila siku inabidi mtu uvae vizuri, upendeze, uonekane smart. Napenda kushukuru taasisi ya UCI pamoja na umoja wa madaktari Dodoma kwa kuweza kutufanikisha kukamilisha mafunzo ya itifaki. Habari za wakati huu, jina langu naitwa Matalu Ubango. Ni mwalimu kutoka taasisi ya OCI Tanzania. Napatikana hapa makao makuu ya taasisi Dodoma mjini, maeneo ya Chamwino. Tunashukuru kwa nafasi ambayo tumeendelea kutengenezewa na viongozi wa taasisi ya OCI Tanzania, wakishirikiana pamoja kwa ukaribu sana na umoja wa maprofesa na madaktari wa falsafa Tanzania, chini ya viongozi mahiri kabisa Profesa Joyce Ndalima na makamu mwenyekiti Profesa Emmanuel Shija.
na kwa upande wa OCI Tanzania tukiwa chini ya mkurugenzi mkuu wa OCI Tanzania Profesa Emmanuel Shija, tumekuwa na mafunzo mazuri sana kabisa ambayo yamepata mwitikio mkubwa na wanafunzi ambao tumekuwa nao kwa takribani vipindi viwili tofauti, wiki moja kwa siku 3 ambazo tumeendesha mafunzo haya. Kitu ambacho ninaweza nikakisema wakati huu, ninaona vijana wamekuwa na mwitikio mkubwa, hasa ukizingatia kumekuwa na changamoto ya kutokuwa na uelewa katika jamii kuhusiana na mambo ya itifaki, ambayo moja kwa moja tunaangalia utaratibu wa uendeshaji wa shughuli mbalimbali za kitaasisi, serikali, lakini pamoja na hafla mbalimbali. Na lakini sio hivyo tu, hata maeneo ya ibada, wakati tunaendelea na mafunzo tumeona vijana wengi wanatokea makanisani pia wanakuwa na changamoto hizo, wanakutana nazo, watu hawazingatii itifaki na utaratibu. Lakini pia tumegundua kwamba vijana wengi walikuwa bado na changamoto za kuheshimu ratiba, ikiwa ni pamoja na muda sahihi wa kufika maeneo sahihi, lakini pia hata katika nyakati gani wazungumze wapi. Tumekuwa tukiwa train mambo hayo, lakini vile vile tumewabadilisha hata mtazamo, namna ya kuenenda katika jamii, namna ya kusalimiana, namna ya kuheshimiana, kutambua mkubwa kwa mdogo, kuheshimu watu wa rika zote. Kitu kingine ambacho vijana wamekuwa excited sana, wamefurahia katika kukipokea katika mafunzo hayo, ni pamoja na namna yao ya kuishi kila siku, asubuhi mpaka jioni, namna ya uvaaji wao. Wengine walikuwa hawajui hata kuvaa. Lakini kwa baada ya mafunzo haya wameweza kujifunza, na ninachokishukuru kwa wanafunzi hawa ambao ninaendelea kukutana nao ni watu wenye mioyo ya kubadilika, na mpaka sasa hivi naona asilimia kubwa sana wamebadilika, jinsi ya kusalimia, jinsi ya kumpokea mtu mkubwa, jinsi ya wanavyoapia, lakini pia nyuso zao zina nuru. Kikubwa sana katika itifaki inaongeza nuru. Itifaki lengo lake kubwa sana ni kulinda taswira, ndio maana hata nyuso zao zinakuwa na tabasamu muda wote. Na kikubwa zaidi, lengo la itifaki ni kuhakikisha kila kitu kinaenda kwa utaratibu sahihi, lakini pia mambo yanaenda bila tashwishi wala ukakasi wa namna yoyote.